tutaendelea kusimamia ili muweze kufanya kazi kwa uhuru na muweze kupiga hatua za kimaendeleo. Tutaendelea kuyasimamia, msisite kusema kama mna jambo ambalo mnaona halijakaa sawa katika eneo lenu mnakofanyia kazi. Fikeni katika ofisi ya serikali, fikeni kwa mkuu wa wilaya, fikeni kwa mkuu wa mkoa, na ikipita huko njooni hata kwenye wizara, njooni hata kwenye ofisi yangu. Na nikupongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mfano huu ulioonesha. Nimeshapita na maeneo mengine. Hiki ndicho Dr. Samia anachotaka. Viongozi waende kusimamia na kushughulikia, waende kushughulikia matatizo ya wananchi, waende kutatua kero zinazowakabili wananchi. Mifano hii ni mizuri na naelekeza na kwingine kote. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, waandikie na kwingine kote wafanye namna hiyo na wachukue hatua. Hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi nilipata kisa kimoja kwa mama moja hapa Salasala, anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka 2009. Imeshapita miaka karibu 10. Akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na kuweka na kibanda. Walipoenda kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa. Kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu kukabidhi, akabidhi. Yule mama ameshazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku 7 awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Ndani ya siku 7 awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una mali, una fedha, unang'ang'ania tu. Hatuwezi tukaruhusu utaratibu wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nitakupatia jina la yule mama ukalione lile eneo. Zikifika siku 7 hajaondoa vitu vyake, peleka vyombo vyenye nguvu zaidi ya yule, nenda kabomoe na mkabidhi yule mama eneo lake. Hatuwezi tukaruhusu watu wanyonge wakawa wanaonewa namna hiyo, na wale ambao wana nafasi, wana fedha na wanaweza wakaamini kwamba wanaweza wakapindisha kila kitu. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu kwa watu wanaoonea watu wa chini. Haiwezekani. Hatuwezi tukawa tunafanya ustaarabu hatuwezi tukawapa heshima watu wanaoonea wenzao. Hatuwezi tukafanya ustaarabu kwa watu wanaopora, wanawaonea, wanapora haki zao. Hatuwezi tukafanya hivyo. Na nimesemea wale ambao wanajua wamepora haki za wenzao, iwe ardhi ama kwenye mitaji na yale mengine, nitapita maeneo yote yale na kuonesha kwenye haya hatutanii. Huu si mzaha. Tukairuhusu. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, nitakupa hilo jina. Huyo apokee lile tangazo, ndani ya siku 7 aondoe vitu. Wewe utakachofanya usimbembeleze. Wewe nenda kaoneshwe hilo eneo, hesabu siku 7, isizidi hata dakika. Nenda kabomoe, alafu mrudishie yule mama. Kama yeye ni mbabe, afanye sasa ubabe huo dhidi ya serikali.
Hilo jambo limeshatoka kwa yule mama, sasa liko serikalini. Hata tukakaa kuwekaweka wanaonea wenzao. Na mimi niwaambieni, nilisema na siku ile, maadamu Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano na mimi ndo amenituma kusimamia hizi shughuli, msikae kimya na mtu anayewaonea huku. Msikae mnaugulia na mtu anayewaonea huku. Msikae na mtu akakunyanyasa hapo na wewe huko nchini kwako, alafu kaendelea kuugulia hapo. Kuna mama moja alionewa pale Mwanza, yule kazungusha zungusha. Nilimwambia DPP aifungue upya ile kesi kwa sababu ilishaenda mahakamani na naifuatilia. Aifungue upya. Na wale waliokuwa wanamzibaziba yule mama, wale watumishi wa serikali, nilisema waangaliwe. Wale waliokuwa wanazibaziba hapo kuhakikisha hamfikii RPC, hamfikii mkuu wa mkoa. Nimetuma timu ichunguze. Nikiwabaini wamepoteza kazi zao. Usikae na dukuduku. Nchi hii ni mali yako. Mtanzania, usikae na dukuduku kwa sababu umekuta afisa moja amefanya kitu cha ovyo kimekuudhi, unaona ni haki yako. Usikae na dukuduku, na hii nchi ni yako. Tumjue huyo.